السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika Ijumaa iliyopita tulielezea na kutahadharishana kuhusu kiungo muhimu ambacho ni ulimi. Ijumaa hii khatibu atatuelezea kiungo cha mikono. Mkono ni kiungo nacho pia kina kazi nyingi sana. Mambo yake mengine ni ya kheri na mengine ni ya shari. Mkono wafanya kazi nyingi: kutoa, kupokea, kupiga, kuelekeza, pia kwenye mazungumzo. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatuambia, almuslimu, muislamu, man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu ni yule ambaye kwamba waislamu wamesalimika na ulimi wake na mkono wake. Kwa waislamu hawapati shida kwa sababu ya mkono wake au ulimi wake. Angalia katika ijaz ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndio kaambiwa kuwa Mtume katika sifa zake ni jawami'ul kalim. Ilikuwa maneno yake machache lakini yakikusanya maana nyingi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja viungo viwili tu hapo, ulimi na mkono, kwa sababu ndio viungo ambazo zafanya zatenda. Na kwanza akaanza na ulimi, kwa sababu ulimi ndio huwa ni mwepesi kureact, ni mwepesi kufanya taharuku yoyote. Ndio kaambiwa kwa ulimi hauna mfupa. Lakini mkono kidogo ukichelewa ukia baada ya ulimi. Siku zote kutumia mkono huwa ni uzito zaidi kuliko kutumia ulimi. Ndio mwanzo akaanza na ulimi, kwa Waislamu wasalimike na yeye kwa ulimi wake na wasalimike na mkono wake. Yani mkono, ulimi wako usiwe ni wa kuwaudhi Waislamu wala kuwapiga Waislamu wala kuwatukana Waislamu, na mkono wako utahifadhika na hautautumia katika kuleta madhara yoyote kwa Waislamu. Na ndio hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Yoyote ambaye ataona munkar basi auziwie kwa mkono wake. Akishindwa, akiwa hawezi, basi kwa ulimi wake. Ikiwa hawezi, basi kwa moyo wake atukie. Na huko kutukia ni adhafu al-iman, ndio dhaifu wa imani. Sasa ukiangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza ameanza kuwa munkar wote usiwe kwa mkono,
kwa sababu mkono ndio hatua kubwa zaidi. Ikiwa huwezi basi kwa ulimi, ikiwa huwezi ni kutukia. Sasa Mtume ameanza na hatua kubwa zaidi, kisha ndo ameshuka kwenye ile hatua ndogo. Na ndivyo kwanza mtu huanza tini kisha kenda juu. Uweze ukaona munkar ukainuka na kurusha makofi na kuziwia watu na kuwasukuma watu bila kufikiria, bila kuangalia na kuzingatia lile lilofanyika na kuuliza. Kwa hivyo mwanzo utatukia kwenye moyo, kisha utazungumza kulikemea, kisha ndo utaliziwia kwa mkono. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam da'wa yake ilianza namna hiyo. Mtume ilikuwa hapendi yale ibada za kuabudiwa masanamu. Akiwa kwa masanamu si miungu hii. Akitukia mpaka kawa hutoka katika moyo wa Maka kaenda kaifungia kwenye pango peke yake. Kwa sababu ile inayotendeka pale Maka ilikuwa ni mambo ya kimtukiza. Alipoambiwa tangaza Uislamu, alipopawa wahi akawa hutangaza Uislamu kwa ulimi. Kisha baadaye ndo akaanza kutumia upanga kwa baada kwa wale hawataki kufuata, na baada kwa hawataki kufuata na hujibu mashambulizi, huwatesa Waislamu, huwatukana Waislamu, huwaua Waislamu, ndo hapo ikaanza kutumia mkono. Sasa utaona kuwa mkono ni kiungo ambacho harakati yake ni ngumu sana kutokea. Ni harakati ya mwisho sana mtu anafaa atumie mkono wake. Ndio ule ustadhi wakati wa zama za ufalume, wale wafalme walikuwa wana tabia wao kuwapeka vijana zao kwa maustadhi maalum, maustadhi wale walobobea katika kusomesha, ili wapate mafundisho ya kila aina, ili wao ikifika wakati wao wakiwa wafalme basi wataweza kuongoza kwa uzuri. Sasa mfalme akampeka mwane kwa ustadhi aliyebobea, mwanachuoni. Ule mwanachuoni siku hiyo katika masiku akampiga tu ule mwanafunzi wake, kijana cha mfalme, akamtia adabu. Kijana za mfalme si rahisi kupigwa. Ule kijana cha mfalme likamuudhi lile, lakini kwa babake ni ingawa ni mfalme, lakini alikuwa na misimamo ya dini, hakuweza kumlalamikia babake, ikabidi alitulie tu leo. Siku sasa ule kijana amekuwa mfalme, akamuita ule ustadhi kwenye kasi, akamwambia, wewe ulikuwa ustadhi wangu na siku kadhaa, tarehe kadhaa, wakati kadhaa nilifanya kosa dogo, lakini ukanitia adabu kubwa, ukanitia dharubuni sana. Sasa yeye unataka unipe sababu haswa ilikuwa vipi? Au na wewe sasa ni siku yako wewe ya kulipizwa lile ulichonifanyia? Ule ustadhi akamwambia, nilifanya yale kwa sababu najua kuna siku wewe utakuwa mfalume. Nimekutia ile adabu kali kwa sababu siku zote najua utaikumbuka kwa mimi kuna siku nilikuonea. Kwa hivyo na wewe uchunge, siku na wewe utamuonea mtu kwa mkono wako, basi ukumbuke huyo mtu naye hatosahau milele, kama kwamba wewe hukusahau mpaka umekuwa mkubwa, umekuwa ni mfalme. Kwa hivyo siku yote ukitumia mkono wako kumwadhibu mtu, ukamdhulumu mtu, basi ule mtu hawezi kusahau lile jambo. Hata ikapita miaka na miaka, wewe uliodhulumu waweza ukasahau, ushampiga ishapita, lakini yeye huwa hawezi kusahau. Na hasatan ikiwa utamtia kovu ule mtu ulompiga, lile kovu litabakia kwenye mwili wake milele na milele. Kila kiliona ile kovu, kumbuka wewe ndio ulomtia ile hasara. Ndio kaambiwa kwa mkono na makosa mingi sana mtu aweza kufanya kupitia huu mkono. Kuna kujepa, kuna kuziwia haki ya mtu, kuna kujepa ile kisiri, na kuna kujepa kiujambazi, kuna kupunguza katika kilo, ukampunguzia mtu haki yake, na mengineo na mengineo ambayo ni mingi sana. Lakini kubwa zaidi ni al-qatl, kuua. Kuua ndio kiwango cha mwisho kabisa.
Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adhaban 'azima. Mwenye kumuua mu'min mutaammidan, kwa kusudi, yoyote ambaye atamuua mu'min kwa kusudi, kukusudia hasa umemuua, basi malipo yake jahannam. Kwanza ni moto wa jahannam, tena moto wa jahannam mwenyewe ni khalidan fiha, milele. Kisha waghadhiba Allahu alayhi, na Mwenyezi Mungu humkasirikia ule mtu, ule muuaji. Walaanahu, na Mwenyezi Mungu humlani. Wa a'adda lahu 'adhaban 'azima, na Mwenyezi Mungu amwahidi adhabu iliyokuwa kubwa. Sasa mambo manne, malipo manne hayo. Kwanza moto wa jahannam, kisha hasira za Mwenyezi Mungu, kisha laana ya Mwenyezi Mungu, kisha na adhabu nyingine kubwa. Baada kuna moto wa jahannam, kuna na adhabu nyingine kubwa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu huku kuua ni kosa baada ya shirki. Kosa la kwanza kubwa zaidi ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Linalofuatia ni huku kuua. Ndio wanazuoni katika kufasiri kueleza kuwa katlu ni baada ya kuua, kwenye aya walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'afu lahu al'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, wale ambao kwamba, yani aya zilizofuatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aleza ibadur rahman, waja wa arrahman, waja wema wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika sifa zao ni walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, kwa wao hawamuombi pamoja na Mwenyezi Mungu, hawamuombi na mtu mwingine yoyote. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, na wala hawaui nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameiharamisha isipokuwa kwa haki. Wala yaznun, na wala hawazini. Sasa utaona kuwa baada ya kuua, baada ya shirki imekuja kuua, kwa sababu kuua ni katika makosa makubwa sana. Na malasafi shadid, ndio mambo yalokithiri kwenye mujitama wetu kwa siku hizi. Utaona kama miezi mitatu minne, vijana mabarobaro walipigana mapanga. Yuzi mwanamke aliuliwa akazikwa. Siku nyingine utasikia mwenye duka ametiwa kisu ameuliwa. Mara utasikia vijana kwenye kesha wamepigana mapanga, mmoja ameuliwa. Wakati wale vijana wote ni Waislamu, na Uislamu wenyewe tena ni Uislamu wa kuzaliwa. Wamezaliwa na wazazi ambao ni Waislamu, mababu wao ni Waislamu, mababu na mababu ni Waislamu. Yani vijana wametoka kwenye silsila ya Kiislamu kutoka karne na karne, lakini watashikia na silaha na kupigana mapanga mpaka mmoja amtoe roho ndani wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyotangulia kusoma aya, kwa adhabu zao ni 4 na zote ni kali. Ile kuwa wewe utaingia moto wa jahannam milele, kando laana, kando hasira za Mwenyezi Mungu ambao ni kubwa zaidi, hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata wale wema unaona kuwa sisi tufanya ibada si kwa sababu ya pepo, ni kwa sababu tupate radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu aturidhie, Mwenyezi Mungu awe na furaha na sisi. Kule kupata furaha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio jambo kubwa watu litafuta kuliko hata pepo. Na hasira za Mwenyezi Mungu ni mbaya zaidi kuliko hata wale moto wa jahannam. Lakini sasa ukiangalia mashakil kama haya yazipanga, utaona asili yake nini? Asili yake ni uraibu, drugs. Wewe paka ushika panga la kumpiga mwendani wako mapanga mpaka kumuua, utaona hakuna lingine isipokuwa ni drugs. Mtu mwenye akili yake timamu tabu sana kufanya mambo kama hili, lakini hula drugs zile tembe
zikawapoteza akili zao, wakawa kama hayawani, akawa mtu ufanya lolote na hajali. Sasa mtu huona kuwa suluhisho la tatizo ni drugs, na kila akitumia drugs ndio atumia zaidi zile drugs. Kwa mfano mtu atapata msongo wa mawazo, atapata tatizo, ataona hakuna dawa isipokuwa ni kunwa tembo. Kwa mfano atakunwa tembo, atasahau, lakini tembo likimwauka, likimtoka, fikra zimerudi tena, atakunwa tena tembo. Ikiwa mara kwanza amekunwa tupa 2, mara pili atakunwa tupa 4, mara 3 tupa 6. Yani kila ukinwa ndo matatizo nayo huzidi, fikra nazo huzidi, ndo mtu huzidi kuingia kwenye matatizo. Siku zote mwanadamu ukipatikana na matatizo yafaa urudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna sokosa matatizo kwenye ulimwengu, lakini tofauti ni kwa wengine wana subra na wamuyua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wengine hawana subra na wala hawamuyui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo ndo tofauti. Tukaambiwa kuwa siku zote ukipatikana na matatizo, jambo la kwanza yafaa utulizane, umakinike, ufikirie suluhisho ni gani. Uyue kuwa kila tatizo lina suluhisho. Usipanic na kufanya mambo ya madhara zaidi kwenye mwili wako. Na kila ukimakinika, ukitulia, ndo matatizo utayaona kuwa ni mepesi. Lakini ukipanic, ukapaparika, basi badala ile tatizo wana suluhisho nalo, utazidisha matatizo mengine. Ndo kaambiwa kuwa mfano wake ni kama kijana. Ule kijana mchanga ukimbeba, ukitaka kumrusha, pindi unapomrusha kama kuteza naye, basi akiwa yula hewa, ule kijana sura zake hubadilika, zikawa sura za kupanic, sura za babaiko. Lakini akirudi kwenye mikono yako, utamwona huteka. Sasa namna hiyo pindi ukiwa yu kwenye matatizo, usipanic, usipaparike, makinika. Wewe umetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mwisho utarudi kwa Mwenyezi Mungu. Yale matatizo ni dunia tu, hali ya maisha. Naambiwa kuwa huwezi wewe kuyua kuogelea ikiwa hutomakinika kwenye ile bahari. Ukimakinika kwenye bahari, basi ndio utayua kuogelea. Hata mtu anayefundisha watu kuogelea, jambo la kwanza huambia vipi? Makinika. Kwa sababu ukipaparika utazama. Na ule mtu anayezama baharini huwa amepaparika. Pinda kimakinika, basi utamwona huoea tu kwenye ile bahari. Sasa ndio maisha yalivyo. Kila ukitia kwenye matatizo ndio wazidi kwenye matatizo. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia, innal insana khuliqa halua. Hakika mwanadamu huyu, mtu huyu ameumbwa na papatiko, hamakiniki kwenye maisha yake. Yafaa umakinike, ndio utaendelea na utapata suluhisho katika matatizo ulionayo. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu ni yule ambaye kwamba Waislamu wamehifadhika na ulimi wake na mkono wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni wenye kuhifadhi ndimi zetu na wenye kuhifadhi mikono yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutilie amani katika moyo wetu, kwa sababu amani ndio msingi wa maendeleo. Sikikosekana amani ndio kukosekana maendeleo. Maendeleo hayawezi kupatikana ikiwa mahali hakuna security, hakuna amani. Wewe fikiria, umeimarisha mambo yako, umeimarisha nyumba yako, umetia mali kwenye nyumba yako au duka lako, watakuendelea kwenye maisha, angie mtu akufundie duka lako, akujepee mali yote, maendeleo hayo yatapatikana namna gani? Au umeimarisha shamba lako zuri, umetia kila aina ya hayawani, aye mwizi angie akujepee hayawani wako, maendeleo hayo utayapata kinamna gani? Kwa hivyo amani ndio msingi wa maendeleo. Ukipatikana amani, ndio maendeleo nao yatapatikana. Mwenyezi Mungu atudumishie, atuongezee amani na utulivu katika miji yetu na katika nafsi zetu. Atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.